macho. Nini kilitokea kwa familia yako? Waliuawa, alisema Bi Agnes kwa sauti ya huzuni. Waliangamizwa na watu waliotaka hazina hiyo. Mimi pekee ndiye niliokoka. Juliet alipumua kwa shida, macho yake yakiwa yamejaa maswali. Kwa nini walikutenga kwenye chumba cha siri? Walitaka kunificha, Bi Agnes alieleza. Walijua kuwa mimi ndiye pekee ninayejua kuhusu mahali ilipo hazina hiyo. Walitaka kunilinda. Kimya kizito kilitanda ndani ya chumba, kana kwamba kila neno la Bi Agnes lilikuwa mzigo mzito moyoni mwao. Nani aliwaua familia yako? Alex aliuliza kwa tahadhari. Bi Agnes alitikisa kichwa. Sijui majina yao, lakini walikuwa watu hatari. Walikuwa na nguvu na walikuwa na tamaa ya kutisha. Baada ya siku chache, Bi Agnes aliwaeleza kuhusu ramani ya hazina. Ramani hiyo ilifichwa ndani ya nyumba hii. Ni ya zamani sana, lakini ndiyo njia pekee ya kufika kwenye hazina hiyo. Juliet na Alex waliamua kuchunguza nyumba hiyo kwa undani zaidi. Walichunguza kila kona, kila kabati, kila dari na kila ukuta. Walikuta vitu vya ajabu, vitabu vya kale vilivyofunikwa na vumbi, picha zilizochanika na vielelezo vilivyoonyesha maisha ya familia hiyo kabla ya maafa. Siku moja, waligundua chumba kingine cha siri nyuma ya kabati lililokuwa limewekwa kwa ujanja. Ndani ya chumba hicho, walikuta sanduku la mbao. Juliet alilipangua taratibu, na ndani yake kulikuwa na ramani ya kale iliyochorwa kwa wino uliokuwa umepoteza rangi. Ramani hiyo ilikuwa na alama za ajabu, alama za kale ambazo hazikufanana na kitu chochote walichowahi kuona. Alama za nyota, alama za jua lililotua, na mistari ya siri iliyoweka njia ya kuelekea mahali palipokuwa na hazina. Walitazamana kwa mshangao na tahadhari. Safari ya kweli ilikuwa inaanza. Itaendelea.